Ah, leo ningetaka tujifunze mambo kidogo kuhusiana vile Mungu ameona ni vyema tukajifunze. Lakini kabla ya hayo, kabla tuweze kujifunza, nataka tusomee katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2:1. Timotheo wa kwanza 2:1, msomaji fika pale. Bila siku ya kwanza tusomee, nasema basi kabla ya mambo yote nahitaji dua na sala na maombezi na shukrani vifanyike kwa ajili ya watu wote. Malizia pale. Mungu anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi vifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo kabla ya hii sermon ningependa tuombe tu maombi mafupi sana. Tuombe. Asante Mungu kwa nafasi tuaja mbinguni pako Yesu, tufundishe, tuhekimishe. Baba wa mbinguni, tukapate hekima itokayo juu. Katika Kristo Yesu nimeomba tena kuamini. Amina. La pili, ni ombi ambalo ningependa kuliomba sana hata kwa kanisa wakati ambapo mahubiri yanaendelea. Na nisikizwe hapa sana na watoto. Hello. Happy Sabbath. Habakuki 2:20. Fika pale msomaji. Habakuki 2:20. Inasema Habakuki ni katika kitabu cha Minor Prophet. Sipita familia kama. Habakuki 2:20. Leo amefika pale, asomeni Bwana yumo ndani ya hekalu lake. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Dunia yote na inyamaze kimya mbele yake. Maranatha. Bwana yuko katika hekalu lake, ama hili si hekalu la Mungu? Hili ni hekalu la Mungu ama ni nyumba tu kulijenga? Ni hekalu la Mungu. Kwa hivyo Biblia inasema hivi, kwa kuwa Mungu yuko katika hili hekalu lenu ama lake, dunia yote ifanye nini? Nyamaze kimya. Kwa hivyo nisione tukiongea wakati tunaendelea na sama. Happy Sabbath. La tatu, hilo nitakupea katika kitabu cha Roho ya Nabii siku nyingine. Kinasema hivi, let no one come in the place of worship to take a nap. Kwa Kiswahili nasema aje? Mtu asija katika sehemu ya kuabudia kulala. Hello. Happy Sabbath. Tutanilisha Mungu baadaye. Watu wasilale. Sawa. Bwana Sister White anauliza kama sisi katika kazi zetu ni nani ameilala wakati analima shamba lake? Ama wakati uko biashara yako, wewe unalala? Mbona basi uje kulala katika kongamano la Mungu? Hello. Kwa hivyo tukue makini ili tuweze kujifunza kutoka kwa mwalimu mkuu ambaye ni nani? Yesu Kristo. Ambapo kila sasa ningependa tusome kuhusiana na Mungu. Bora tusome kuhusiana na nani? Na Mungu. Who is God? Hello. Na nikisitukao tusome about who is God, nataka tusome tabia ya Mungu. Ama God's character. Ili kumjua mtu, mfano kama unataka kujua mimi ni nani, mimi naitwa Jamli. Ukiambiwa Jamli unanijua tu kijina. Lakini ukitaka kunifahamu mimi ni nani ama unijua vizuri mimi ni nani, fuata tabia yangu. Si ndio? Hivyo ndivyo Yesu, pia kama tunataka kumjua Yesu, hivyo nilivyofundisha. Kwanza tujue Yesu ni nani. Hello. Kama tunajua Yesu ni nani, tutamjua ni nani kwa si kwa jina lake. Kwa maana watu wengi wamesikia jina linaitwa Yesu. Na pia kuna Yesu wengi. Kuna hata Yesu wa Tongari. Si pia ni Yesu. Lakini yule Yesu tunataka kumjua, Yesu mwana wa Mungu ni nani? Ama tabia yake ni gani? Maandiko yanasema what Jesus is waiting, manifestation of his character in the church. Ama kile ambacho kinafanya Yesu akawie kurudi. Ama ni nini Yesu anasubiri ili arudi? Anarudi kanisa, anasubiri kanisa lidhihirishe tabia yake. Hello. Maranatha. Kila Mungu Yesu anasubiri ni nini? Kuonyesha tabia yake kwa kanisa lake. Hiyo ndio Yesu anasubiri. Hata angekuwa amekuja. So mimi na wewe kama atuonyeshi tabia kama Yesu, simsubiri Yesu kuja. Hello. Happy Sabbath. Ndio maana anasubiri, ndio maana Yesu anasubiri watu wajae tabia yake. Kwa maana kusudi lake si mpotee, bali nimpate nini? Uzima wa milele.
Tukiangalia kuhusiana na Mungu, ningependa tuangalie tuguze kidogo kuhusiana na great controversy. Na tukiguza kidogo kuhusiana na great controversy, kutoka pale tutatoa tabia ya Mungu. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 7. Ufunuo 12:7 inasema hivi. 12:7 kitabu cha Ufunuo inasema aje? Kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana. Mikaeli na malaika zake wakapigana. Kuna vita ambayo inaanza mbinguni. Sasa venue ya kwanza ya hii great controversy ilianza mbinguni. Na ni Mikaeli ako na malaika zake. Wakapigana na nani? Soma. Na yule joka. Wakapigana na yule joka. Na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa yule. Sikiza sasa. Kuna vita hivi nataka tuelewe nani anapigana. Unapigana kundi la Mikaeli na malaika zake. Na kuna kundi la pili ambalo ni kundi la yule joka na malaika zake, na ambao wanapata kushindwa. Na yule joka ni nani? Soma hapo 9 inasema. 9 inasema hivi. Inasema yule joka akatupwa yule mkubwa. Yule joka akatupwa yule mkubwa. Nyoka wa zamani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. In the beginning of the controversy, ama katika great controversy, vita kuu ikianza, inaanza mbinguni. Mikaeli ambaye tunaona ni representative ya Yesu. Hiyo ukisoma kwa Danieli 12:1. Mikaeli atakaposimama utasoma pale. Lakini Mikaeli na jeshi lake ni Kristo pamoja na malaika zake mbinguni. Wanapigana na Shetani pamoja na kundi lake la malaika. Hello? Yes. Happy Sabbath? Amen. Shetani kwanza nijue Shetani alikuwa nani ili tusikuje kuchanganyana. Kuna wale ambao wanafunza watoto Shetani ambaye si yeye. Happy Sabbath. Na hilo hata kwanza niko katika washiriki wa kanisa. Hello? Tufundishe watoto Yesu wa kweli, na pia tukiwafundisha Yesu wa kweli, tuwafundishe Shetani wa kweli. Tunaelewana? Wengi wanaeleza watoto kwamba Shetani ni kimunyama fulani kiko na mikono 6, ako na miguu 3 ama 4 hivi, alafu ana pembe. Hello? Ni munyama wa kutisha. Hapana. Shetani ni malaika. Hello? Alikuwa ni kerubi afunikaye. Hello? Happy Sabbath? Mafungu mengine nitajaribu soma nitayanakili kwa sababu ya muda. Alikuwa ni kerubi afunikaye, na kile kilichomtoa mbinguni kilikuwa ni nini ili wapigane? Anasema nitakipandisha kiti changu juu ya kiti chake aliye juu. Ama Shetani kile kilimtupa chini ni greed of power. Hello? Shetani alitaka kubishana na Mungu. Anasema sheria ya Mungu si ya haki. Ndio maana nasikia katika Biblia inasema kila goti litapigwa na likiri Yesu ni Bwana. Kweli ama si kweli? Hiyo ni kitu ambacho tutakuja kusoma kwa the beginning of the controversy. Tukisoma katika unabii nitafundisha about controversy kwa lesson nyingine. Lakini kwa ile lesson Mungu anasema hivi: "Mniabudu mimi, ni mimi Mungu, muumbaji wa vyote vilivyomo mbinguni na vyote vilivyomo duniani." Si ndio? Sio ndio ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa kwanza. Alafu anasema hivi, anasema Kristo ni mwanangu, ama dhihirisho sawa ya tabia yangu. Yesu ndiye anayemdhihirisha Mungu katika ulimwengu. Kweli ama si kweli? Kweli. Kwa hivyo anasema Yesu pia ataabudiwa. Hello? Lakini greed of power ya Shetani, anasema mimi nitamtumikia Mungu lakini sitamtumikia Yesu. Hello? Kwa maana anasema mbona kuwe Mungu akahusisha Yesu katika kazi ya uumbaji, na mimi Shetani malaika mkubwa mbinguni alikuwa forester. Hello? Ndio maana unaona music industry ni kati ya zile industries kubwa zimepoteza vijana. Kwa sababu yule ambaye anaunda muziki chafu
alikuwa ni kiongozi anaimba 21 voices. Hello. Naona hapa kwa ya master anajaribu kuwafunza tena soprano, alto na baritone na bass. Sauti tano amshiki. Na yule unapigana naye anaimba sauti ngapi? 21. Hello. Mbona vile hamjajipanga kwa hii vita? Shetani tena alikuwa ni mzuri wa uso. Aliumba kwa mawe 10. Hapi saba. Mwanadamu aliumba kwa nini? Mungu akachukua tope, akamvinyanga, akampulizia pumzi ya uhai. Akawa kiumbe hai. Hiyo ndio Adamu. Adamu aliumba kwa matope. Tope tu, mchanga wa ardhi. Shetani ameumba kwa mawe 10 yenye dhamana zaidi. Ameumba kwa fedha, ameumba kwa dhahabu, tutakuja kusoma tukisoma katika the Great Controversy. Ameumba kwa mawe 10 yenye dhamani, jaspi, dhahabu, fedha na mengineyo. Tutakuja kuyasoma. Alikuwa mrembo wa uso kuliko malaika wote na viumbe vyote alivyoviumba Mungu. Hapi saba. Ama kwa vile viumbe vyote Mungu aliumba mbinguni na duniani, Shetani ndiye alikuwa mrembo zaidi. Ndio unaona beauty industry imepoteza kina dada wote. Kwa sababu yule kiongozi wa beauty industry ni muasi tangu mbinguni. Kwa hivyo anakuja anafanya uasi mpaka duniani. Anaambiwa ni nini? Awandanganyaye ulimwengu. Kwa hivyo kwa sababu anajua beauty industry iko na effect kubwa, anakuja anaingilia beauty industry, anadanganya vijana, amepoteza hata kina mama siku hizi. Tunaona mama ako na umri wa miaka 40 bado anapaka ananyoa hizi anapaka penso. Unamuuliza, hiyo umenyoa hapo ni nyeusi. Hiyo umepaka ni black. Si ndio? So what is black na kubadilisha na black nyingine ina tofauti gani? Lakini hiyo ni shetani amekufanya hivyo. Hello. Maranatha. Paulo anakuja anaambiwa kwa roho, anaambiwa na Mungu, wanawake na wajibike mavazi ya kujisitiri, si kwa kusuka nywele, si kwa pete wala dhahabu, bali tabia ya unyenyekevu na upole. Siku hizi wanawake hata wanapiga wanaume wao. Wala masi kweli. Nakuta na wao mtu amerarua, amevaa nguo ndefu, ndio amevaa ndefu mpaka huku, lakini imepasuliwa yote inafikia hapa. Unaona hata zile ziko ndani. Huyo ni shetani, beauty industry, anajua itabeba kila mtu. Hello. Maranatha. Amen. Happy Sabbath. Happy. Amuongei sasa. Hivyo ndivyo ilivyo katika hali ya ulimwengu. Tunaingia kwa music. Shetani anajua yeye ni mtu wa music, iko na influence. Na kama kuna kitu ambacho mtu anaweza akakosa kwa simu na asikose kingine. Mtu anaweza kosa Biblia kwa simu lakini alizikosa wimbo. Hello. Yeye mtu akona Android ama akona kasimu kako na memory card, hata kosa wimbo ama hata moja. Lakini kwa sababu shetani anajua ukisikiza muziki iko na ujumbe, amekupea muziki chafu. Takuta kijana Saturday amevaa suti anaenda kanisani. Sunday asubuhi baba sasa package. Happy Sabbath. Unauliza yule kijana wa Yesu. Hello. Kwa sababu shetani anajua hapa tu nikichuna hapa kidogo na wajua. Mimi niko na akili kubwa. Na kile ambacho kinaweza kikafanyika katika Ukristo. Nisikize. Kuna uongo aina mbili. Tunaenda kufundisha vitu mingi. Kuna uongo aina mbili. Kuna uongo ya kwanza, uongo plain. Hello. Unaambia mimi naitwa Jamlik. Mtu akuja akwambie ni uongo. Wewe jamaa hitu Jamlik anaitwa Njero. Hiyo wewe unaona hiyo ni uongo plain. Kwa hiyo mtu roho ni uongo kabisa, hiyo uongo haiwezi kuwa effective. Na hata watu wengi hawataikubali. Hayo tuambie hii ni kanisa, hapo mwingine akuja anasema hiyo si kanisa ni club. Hiyo ni uongo plain. Mtu hata amini. Ndio anaamini ile ni nini? Ni kanisa. Na hata yeye anaona ni nini? Ni kanisa. Lakini sasa kuna uongo ya upili. Uongo imechanganyika na ukweli. Hello. Uongo imechanganyika nini? Mtu akikwambia ukweli nusu na uongo achanganya hapo katikati. Au kama hauna akili, au utafahamu tofauti kati ya ule uongo na ukweli. Kwa hivyo wengi watafuata wakisema ni ukweli. Na kuna wale sasa wanajua ni uongo. Ndio maana tuliambiwa pale kwa 366 hadi aliye na nini? Alama ya mnyama tuliambiwa ni aliye na nini mwalimu?
Mwalimu Abusha. Tuliambiwa ni aliye na nini atafanya hiyo hesabu. Aliye na hekima ama mtu aliye na akili. Hello? Yes. Ndio maana utaona katika ukweli kama rapture, mtu utakuja kufundisha about resurrection. Anajua kuna ufufuko ama anajua kuna kwenda mbinguni. Anajua Yesu anakuja na anakujia watakatifu. Atakufundisha hivyo, ni kweli? Yesu anakuja. Anakuja watakatifu. Lakini kwa uongo kale kameongeza hapo kidogo, atakuja sisi tumuone wote. Ata rapture in a moment. Achukue watakatifu wake. Na hiyo watakatifu ambao anachukua si kila mtu, ni kanisa la Pastor Ogoro. So wale watu wanajua Yesu anakuja, ni ukweli anakuja. Yesu ni mwana wa Mungu, ni kweli ni mwana wa Mungu. Lakini rapture mahali wamekuja ati atachukua aende. Hapo ni watu wanatofautiana. Na hao watakuwa ni watu wa kupotea milele. Hello. Na ndio maana hivyo ilivyo katika kanisa letu hapa. Hello. Naelewana? Kama utaambia watu Muadventista katika Sister White akielezea anasema the Adventist Church is given as a light to the world. Kanisa la Adventista ni mwangaza kwa ulimwengu. Na ndio maana Yesu akasema uwashi taa unaweka chini ya kitanda, unawasha unaweka juu. Hello. Kwa hivyo katika kanisa la Adventista tunapaswa tukue tunajikakamua sana tuwe kama huyo Yesu. Kwa sababu kama sisi ni mwangaza alafu uko na giza. Hebu weka taa, washa taa weka hapa, alafu hii side weka kitambaa. Wenye wako hii side wataona mwangaza? Hapana, lakini side nyingine kuna mwangaza juu taa bado inawaka, si ndio? Hivyo ndivyo ilivyo itakuwa kati yetu kama tunasema ukweli hivi, tunaficha side nyingine uongo. Ndio maana tunapaswa tusome many lessons as possible. Ndio maana tunaambia the Sister White advice anasema makambi isikuwe makambi ni ile ya kupea watu lecture. Hapana, let them be more Bible studies. Ama si hivyo njero? Kuwe na more Bible studies ili watu wasome. Tunaelewana? Huyo ajue afya ni nini na afya inatunzwa aje. Hiyo ni lesson anajua. Sanctuary, unabii. Umekuja kwa lesson ya watoto. Kaka all sided bwana. Round kama chapati. Hakuna kitu kuhusiana na Mungu haujui. Isipokuwa yale ambayo hajayafunua kwa wanadamu. Tuko pamoja? Yes. Sasa shetani alianza na nini mbinguni? Kitu cha kwanza shetani alianza nazo mbinguni ni kudai kwamba sheria ya Mungu si ya haki. Kwanza kiti cha Mungu kimeundwa kwa nini? Mungu anasema ukisoma katika Zaburi, anasema kiti cha Mungu ni cha rehema. Ama wakati kinaweka sanctuary kinaweka ilikuwa nini? Kiti cha seat of mercy. Ama sivyo mnaita Dennis kwa unabii? Kiti ambacho kinaweka katika sanctuary is seat of mercy ama kiti cha rehema. Kuonyesha rehema ni nini? Tumeokolewa sisi kwa neema ya Yesu. Sivyo ndivyo tunaamini sisi wote. Ambao neema wengi wanapoteza mwelekeo wakisema ni neema. Nitakuja kufundisha ni neema gani. Tumeokolewa kwa neema ya Yesu. Lakini huyu Yesu ambaye tunaokolewa kwa neema ya Mungu, kuna pia kitu inaitwa justice. The seat of God ruleth under justice and mercy. Hello. Kuna justice na nini? Na mercy. Ama kuna haki na hukumu. Kuna haki hukumuni na pia kuna rehema. Hello. Kitu cha kwanza nikisema justice ili nieleze vizuri. Huyu ni njero, ni mtu mwenye dhambi mbele za Mungu. Mungu amesema nini? Ukifanya hii aliambia Adamu, chukulia sasa njero ndiye Adamu. Ambia Adamu hivi, usile hili tunda lililoko katikati ya bustani na siku utakayokula utakufa. Ama sivyo aliambiwa? Atakufa. Kwa hivyo Mungu kama kiti chake kiko na justice and mercy ama kiko na haki. Haki inasema hivi, Mungu alisema akikula atafanya nini? Atakufa. So justice anapaswa akufe. Tunaelewana? Hiyo ndio justice. Ni kama sheria tu yenye tunaona huyu mwenye alikuwa ameshikwa Vietnam, Nduta anaambiwa nini? Sheria ya Vietnam inasema ukipatikana na cocaine more than 600 gram unyongwe. Na kama justice hii country wanapaswa wafanye nini? Wamnyonge. Ndio ni kinyume na maandiko. Tunaelewana? Lakini sasa mercy, yes, Mungu naye ana kitu inaitwa mercy. Kwa hivyo shetani anasema hivi, kama Mungu atafuatilia justice, Adamu akule tunda,
akufe, Mungu atakuwa amemuonyesha mercy. Mungu hajamhurumia. So hakuna neema. So anasema hiki kiti cha Mungu kiko na mambo inachanganyikana. Kwa nini? Justice and mercy cannot blend. Ama haziwezi endanisha. Hauwezi hurumia na ufanye justice. Ni either hurumie ama ufanye justice. Hello. Na kwa hivyo Mungu mwenyewe aliyestakiwa ni Mungu, si Yesu. Nanielewa? Mungu ndiye amestakiwa. Sheria yake si ya nini? Si ya haki. Ninakuja kufundisha kuhusiana na Mungu kizimbani. God, kwanza kabla ya hukumu kuhukumiwa, lazima Mungu kwa ile kote alistakiwa, Mungu akuwe imeonekana mimi sina shida. Si ndio? Kwa maana mstaki ni shetani. Yule amestakiwa kwanza ni nani? Ni Mungu. Alafu baada ya kustaki Mungu, anasema Mungu sheria zake si za haki, anaingia na chochea malaika. Anawaambia huyu Mungu huyu anapenda tumwabudu peke yake na sheria zake zisiko sawa. Hapa na hapa mimi nimekuja kurectify sheria, sikuji kupigana na wewe. Kwa pamoja. Mungu kwanza lazima ulimwengu wote udhihirishe ama uone hakika Mungu hana kosa. Alafu sasa Mungu baada ya kuasi Mungu akakuja akamfanya Adamu amwasi Mungu. Alafu akaenda kusaki Adamu. Tuliambiwa ni mstaki wa ulimwengu. Akaenda kusaki nani? Adamu. Anasema anguko la Adamu na Habili, Adamu na Eve ni kwa sababu ya makosa ya Mungu. Na makosa ya Mungu ni gani? Mungu wewe ukaumba Adamu. Ukaumba bustani nzuri. Kama basi kutaka Adamu anguke, mbona ukaumba mtunda wa majaribu? So sheria ya Mungu ambayo ina haki ndio imemwangusha nani? Adamu. Na kama basi lazima ungeomba ile tunda, si ulizuie umshike mkono wa Adamu ambie yeye Adamu usikule ile tunda bwana. Happy Sabbath? Happy day? Na tuulize na kama Mungu basi shetani ameasi amue. Ishi. Sinia nyumba. Amumbue sasa kama kuna Kiswahili kama hii. I found her Satan. Sasa ni deform. Kama ukijenga nyumba ukiona ni basi unabomoa. Aone shetani ameleta uasi mbinguni. Mbona angebomoa yule shetani story ishi. Ndio nataka kujifunza kutoka tabia ya Mungu kwa maswali kama hayo. Hello. Yes. Happy Sabbath. Happy. Sasa tuone shetani baada ya kuja sasa ulimwenguni alimstaki Mungu kama dictator. Mungu sheria yake si ya haki na ukijaribu kusema utauawa. Hello. Kwa sababu kama ni justice na mercy, ukifanya justice utauawa, utakufa. Sasa uliza Mungu ni aje justice na mercy zitakuja kublend. Hiyo ndio maana sasa Yesu akaikuwa sasa Yesu wewe ndio unadhihirisha nani? Tabia ya Mungu. Kwa hivyo ni lazima uingie katika ulimwengu wa binadamu. Uzaliwe kama mwanadamu ili ukuje kuonyesha kweli justice na mercy zinaweza blend. Ndio maana Yesu akaleta nini? Neema. Ndio maana kwa wakati wa Musa hakukuwa na neema. Hapana. Kabla ya kwenda makambi sasa hivi naenda makambi. Kulikuwa na kitu inaitwa atonement. Muingia kufanya atonement. Kwani akitoka pale, wale watu ambao wako na makosa, ila ulikuwa ameweka kwa kifua, haije flow. Hello. Ikifika kwako ionyeshana wewe uko na dhambi. Walikuwa wanafanya jeshi la Israeli, wameshika wewe na familia yako, uko wako wote. Mnapigwa mawe, watu wanaenda makambi. Happy Sabbath. Ndio maana ilikuwa sikio kwa sikio, pua kwa pua. An eye for an eye. Sasa hii mjero ukifanya makosa toboa warudu macho. Tunatoka na wewe hapo tunampatia kisu na kutoboa yanaisha. Ndio sheria ilikuwa na Musa. Kwa sababu ya hukumu wa mioyo wa wana wa Israeli. Happy Sabbath. Happy day. Lakini baada ya Yesu kuja, ndio maana yule mwanamke anakuja, anapaswa apigwe nini? Mawe. Wanamwambia kulingana na sheria ya nani? Ya Musa. Wanamwambia kulingana na Musa, mwanamke kahaba, tulipaswa tumpige kwa mawe. Yesu yeye anaandika chini, anamwambia mwenye anakosa wewe tandika mawe kwa kwanza. Na wanapoenda Yesu anamwambia mimi sifanyi nini? Sikuhukumu. Enenda na usitende dhambi tena. Kwa hivyo sasa anaonyesha kuna pardon ama kuna msamaha kwa mtu mwenye dhambi. Na kuna second chance. Hello.
Sasa kwa Mungu tuingie sasa. Mungu wa Adamu alipaswa kule tunda akufe. Si ndio? Wamekula tunda, walikufa? Hapana. Kwa nini? Kulingana sasa na shetani, hawatu wanapaswa wakufe. Si Mungu anatengeneza justice. Lakini lazima hasa Mungu angekuja kuonyesha dhihirisho ya Yesu, mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu. Akasema kondoo achinjwe, wavikwe nguo. Na ile damu iliyomwagika pale ikakuwa ni ishara ya mkombozi kufa msalabani. Happy Sabbath? Happy day? Ile ilikuwa ni introduction. Sasa nataka tuingie kwa vitabu. Waadventista niliwaambia Qur'ani inaita Waadventista hadi. Nilisema last time Qur'ani inaita Waadventista hadi watu wa vitabu. Kwa hivyo sasa kama wewe si mtu wa kusoma vitabu, ujue Muislamu hawezi kutambua kama msabato. Hapana. Wakristo wanaaminiwa kama watu wa vitabu. Ndio maana Qur'ani inasema hivi. Inasema kama kuna jambo kati ya Waislamu ambalo hawalielewi, waulize kwa vitabu vilivyoandikwa hapo mwanzoni, yaani Biblia. Hello. Kwa hivyo kama wakiheshima vitu havielewani andiko kwa Qur'ani havitaji, wanauliza nani? Watu wa Biblia ambao ni Wakristo. Kwa hivyo Muislamu akikuuliza swali usipojibu, ujue unafeli. Kwa sababu Biblia iliandikwa miaka mingi hata kabla ya kusaliwa kwa Muhammad. Hello. Happy Sabbath. Sasa kuna vita ambayo tunapigana. Tusome kitabu cha Wakorintho wa pili. Tumeona wale wanapigana katika Great Controversy. Kuna jeshi la Mikaeli ambao ni jeshi la Kristo, na kuna jeshi la Shetani ama joka mkubwa. Hello, sasa tunapigania wapi? Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3. Tunapigania wapi? Wakorintho wa pili 10 mstari wake wa 3. Mstari wa 3 inasema hivi. Inasema maana ingawa tunaenda katika mwili. Tunaenda katika mwili. Hatufanyi vita vya jinsi ya mwili. Hatufanyi vita vya jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha roho. Sikiza, vile vita tunavyopigana. Hello. Great Controversy. Usiexpect kuna siku ambayo Mungu sasa kuna wale wanaweza akasema sasa Yesu na Shetani walipigana hadi mbinguni. Hello. Unaweza kusema sikia mtu akisema aidha Yesu kupigana na Shetani. Ile ambacho walifanya, Shetani alichukua masilaha zake, Mungu Yesu naye akachukua masilaha zake. Mapanga ikaanza sasa ni mbinguni. Ama mabunduki ama risasi. Wakapigana hawa vita ya mkono. Ikapigana, Shetani akakuwa sasa ako weak, ameangushwa chini. Ndio maana akatupa ulimwenguni. Hapana. Vita ambavyo tunapigana sisi ama ambavyo Yesu alipigana na Shetani si vya mwili na nyama. Hello, si vya mwili na damu. Hapana, ni vita vya kiroho vilivyo na uweza wa Mungu. Endelea kusoma chini, teremka. Nasema hivi. Nasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Tunasikiza tunaangusha nini? Mawazo. Ndio maana niliwaambia 666 inaandikwa wapi? Kwa frontal lobe. Maana hapo ndipo mawazo inafanyika. Hii sehemu hapo ndipo mawazo yote yanafanyika na maamuzi ya wanadamu. Kwa hivyo ndipo tuangushe kila wazo. Mtu ambaye akili yake inaelewa Kristo ama iko na huo Mungu inaelewa Mungu vibaya. Hiyo tutoe hiyo kwanza. Endelea kusoma. Nikisema hivi. Kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Tuangushe kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu na kukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kila fikra ipate kumtii Kristo. Maranatha. Happy Sabbath. Hatujatuma kwenda kuita watu tuwalete kanisani peke yake. Hello. Yes. Na usiwalete kanisani kwa maana unaweza waleta kanisani na wao ni watu wa kupotea milele. Tunawaita waje kanisani ili mafikra yao yafundishwe, yatolewe elimu ambayo yote haihusu Yesu. Elimu yote ambayo inajinua kuhusu Mungu. Tumutoe hiyo elimu yote kwa akili. Alafu tuteke hizo mafikra ili ziweze kumtii nani? Kristo. Kwa hivyo asikuja tu kimwili kanisani.
bali akuje kimafikra, anajua anakuja kumtii nani? Mungu. Hello? Happy Sabbath? Hiyo kishaandikwa hapo, ujue ushatua muhuri wa Mungu, usubiri. Au usubiri eti sita kuandikwa. Kwa maana hiyo elimu ambayo si ya Mungu, hiyo ndio sita. Tuendelea kusoma. Sita inasema hivi. Sita inasema, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote. Kutii kwenu utakapotimia. Sababu nasema yaangalieni yaliyo mbele ya macho yenu. Achia pale. Maranatha. Kwa hiyo bila hasa tukikuja kuelewa akili zetu na tuvute akili zote zimtii Yesu. Na kutii kwetu kufanya nini? Kutimie. Maranatha. Happy Sabbath. Happy day. Kwa hivyo kile tumeitiwa sisi tumeitwa kutii. Mungu amesema. Hello. Mungu akukisia tu neno Mungu amesema. Na ukaniona katika neno lake Mungu amesema. Hiyo ndio njia. Na hakuna nyingine zaidi ya hiyo. Tunaelewana pamoja? Mungu akisema fanya hivi, usile, usinywe, usivae, usifanye hivi. Mungu amesema. Hello. Na kwa nini Mungu tukasema Mungu amesema? Mungu hakosei, wala hajaifanya kosa, na hata mwisho wa ndani hatafanya kosa. Tuko pamoja? Nitakuja kufundisha kuhusu falme mbili, ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Nitafundisha kuhusiana na sheria 3 ambazo zinalinda ulimwengu. Hiyo ni siku nyingine. So, kwa hivyo tunapata ile vita tunayopigana, venue yake si duniani hapa, si ya kimwili. Ndani yako tunapigana hizo vita rohoni ama katika akili ya binadamu. Silaha zetu ni gani? Hello. Hizo tunapigana nazo kwa akili, ni silaha gani Yesu anatumia? Ama jeshi lake linatumia silaha gani? Msomaji, tueleza kitabu haraka, kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso 6:11. Waefeso 6:11. Tunasema aje? 6:11 inasema hivi kitabu cha Waefeso. Inasema aje? Inasema, vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Maranatha. Happy Sabbath. Happy day. Kama tunataka vijana wetu wavalie silaha za Mungu, ama kanisa letu, hizo silaha wanapaswa kuanza kuvaa wakiwa watoto. Kama tuwafundishe watoto njia inayofaa, maana wataiacha hata watakapokuwa nani? Wazee. Wafundisheni hizi silaha. Soma. Mpate kuweza kupingana. Muweze kupata kupingana hila za Shetani. Na hila za Shetani. Shetani ni mdanganyifu. Kama utaweza kushinda, vaeni hivi. Teremka. Mimi vile nasema hivi. Nasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Tunapigana na nani kanisa? Happy Sabbath. Tunapigana na nani? Juu ya wakuu wa nini? Wa giza. Ndio maana sisi ni nuru ya ulimwengu. Tunapigana na wafalme wa nini? Wa giza. Na endelea kusoma. Ndio kimaliza nasema hivi. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Maranatha. Basi vaeni, soma chini, endelea kuteremka. 13 nasema, kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu. Toeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote. Kusimama. Mimi nasema basi. Malizia pale. Baada ya hayo yote, msimame. Ukienda kusoma hapo kwa Wakorintho, Paulo atakuelezea uvae chapeo ya nini, uvae mshipi wa nini, uvae biria ya nini, hizo zote atakuelezea. Haki, kweli, zote atakufundisha pale chini. Soma katika kitabu cha Wakorintho. Sasa nataka tujue hivi. Shetani sasa baada ya kuleta hizo vita zote mbinguni, amekuja sasa duniani. Kwa sababu mbinguni angedanganya tena. Amekuja kudanganya nini? Ulimwengu.
Sasa ile kudanganya ulimwengu alikuja kumfundisha Adamu na watu wake, na watu waliozaliwa na Adamu, alikuja kuwafundisha Mungu akiwa nani. Ndio maana mpaka sasa hivi watu wengi tunaelewa Mungu kama dictator. Hello. Tunaelewa Mungu kwamba tusipomtii mwisho atawaua. Ama ni kama wengine wanasubiri kama ni Mungu anasubiri watu wake waasi ili awaangamize. Maranatha. Sasa tusome unabii vizuri. For the testimony of Christ is the spirit of what? It's the spirit of what? Of prophecy. Sasa nataka ushuhuda wa Yesu ni roho wa unabii. Sasa tukiuliza unabii unamuelezea nani? Je, Mungu angetaka kumuua shetani mbinguni, angemuua? Hilo ndio swali ambalo tunaulizana. Hebu watu waache kumbuku sana ili tusikizane. Mungu angeua shetani wakati tu aliasi mbinguni. Mungu alikuwa na uwezo wa kumuua. Hello? Ama mwamini? Let's some kitabu cha Desire of Ages. Kitabu cha Desire of Ages 759 paragraph 1. 759 paragraph 1. Nitakusomea hapo usikize. Kama Mungu alikuwa na uwezo wa kumuua shetani. Desire of Ages 759 paragraph 1. Asema hivi. God would have destroyed Satan and his sympathizers as easily as one can cast a pebble to the earth. Nikutafsiria kwa Kiswahili nasema Mungu angeweza kuua shetani kwa urahisi sana, kama vile mtu anaweza akachukua hivi na kuangusha hapo chini. Hello? But he did not do this. Lakini hakumuua shetani. Angefanya nini? Alikuwa tu na uwezo kama vile tunachukua kitu tunaangusha chini. Huo ndio uwezo wa shetani, wa Mungu kumwangamiza shetani. Lakini hakufanya hivyo. Inasema kwa nini? Rebellion was not to be overcome by force. Ama kubishana na Mungu. Wale watu ambao wanakataa kumsikiza Mungu, hawatafanya kumsikiza ama hatashindwa kwa njia ya kutumia nguvu. Hello? Abisaba? Nasema hivi, the Lord's principles are not of this order. Ama misingi ya Mungu haiko katika hii njia kwamba ameasi tumuue. Hapana. Hiyo si tabia ya Mungu. Hello? Tunasikizana? Hiyo si tabia ya nani? Ya Mungu. Inasema hivi, compelling power is found only under Satan's government. Ama ile nguvu ya kulazimisha, fanya hivi. Hello? Anamu usikule tunda, alafu Mungu anamlazimisha usikule. Ama saa hii Mungu amesema, kwa hii kanisa saa hii naona hamfiki watu 50. Si ndio? Lakini kwa ulimwengu kuna billions of people. Kwa census ikifanyika. Kweli ama si kweli? Lakini Mungu, kwa sababu kubishana na Mungu hakungeshindwa kwa njia ya kutumia nguvu. Mungu hataenda huko nje awavuruta kwa nguvu alete kanisani. Kama nadhani Mungu ana uwezo? Ako nao, angewachapa waingie hapa ndani. Lakini hiyo si njia ambayo Mungu anafanya kazi nayo. Hello? Inasema hivi, the Lord's principles are not of this order. His authority rests upon goodness, mercy, and love. And the presentation of these principles is the means to be used. God's government is moral, and the truth and love are to be prevailing power. Tunaambiwa serikali ya Mungu, kile ambacho kinaunda serikali ya Mungu ni kitu kinaitwa uzuri, huruma na upendo. Hello? Sasa kama angewalazimisha waingie huko, angewafanyia uzuri. Si ndio? Akiwachapa ndio waingie hapa, hajawahurumia. Tuko pamoja? Na kuwajibu ili wakuje kanisani, Mungu aonyeshe upendo kwao. Tunasema Mungu ni upendo. Basi kama angewalazimisha hawapendi. Ndio maana Mungu unasikia Mungu anapenda mdhambi. Hello? Mungu anapenda watu wenye dhambi, anawapenda sana. Wale watu sasa hivi wako katika disco, Mungu anawapenda sana. Hello? Yule mtu aliua jana, hata kama wewe unaambia mama aliwekea mtoto poison, Mungu anampenda sana.
lakini kile Mungu anachukia ni hiyo dhambi anayofanya. Na ndio maana anambia mwenye dhambi wachana na nini? Na dhambi. Kwa maana adui wangu si wewe, adui wangu ni dhambi. Na ndio maana mimi siipendi. Hello? Umesikia Mungu alikuwa na uwezo wa kumua shetani. Chapter 2 verse 2 inasema hivi. Satan led men into sin. Shetani ndiye aliyemjaribu Adamu, akamuingisha katika ile bustani akala tunda. Yasema hivi, and the plan of redemption was put in operation. Wakati tu shetani aliingisha mwanadamu akala tunda, Mungu akaleta mpango wa wokovu. The 4,000 years Christ was working for man's uplifting, and Satan for his ruin and degradation. Nitaachia pale kidogo sana. Nasema hivi, Mungu alikuwa na uwezo wa kumwangamiza shetani. Na ni mwingi sana, angemuua. Lakini Mungu hakufanya nini? Hakufanya hivyo. Kwa sababu hiyo si msingi wa kiti chake. Tuendelee kusoma vizuri na pia tuelewe Mungu ni nani. Sasa ni nini ambacho kiliendelea baada ya shetani kuasi? Hello? Kwa nini sasa shetani hapo? Kwa nini Mungu hakumuua shetani? Tuko pamoja? Happy Sabbath. Sasa Mungu hajamuua shetani. Kwa nini? Hapo tu takusomea hapa mahali nimeandika nasema hivi. Time was given for them to be seen by the heavenly universe. Maranatha. Shetani sasa amedai sheria ya Mungu si ya haki. Hello? Na Mungu hajamuua. Kwa nini? Mungu anajua shetani amekosea. Kweli ama si kweli? Anajua. Lakini Mungu akimuua shetani, ulimwengu ungeelewa ni kwa nini shetani ameuawa. Ama kwa nini amekufa. Si ndio? Malaika wa mbinguni hawakuelewa uasi ambao shetani anafanya. Na kama walielewa, wale adhabu wangemfuata. Si wao walikuwa malaika wa Mungu? Hawangemfuata kama walielewa ni nini ambacho shetani anafanya. Si ndio? Kila Mungu alifanya, alipea shetani muda wa miaka 6,000. Sio ni prophet tunasema hapo basta. Muda wa miaka 6,000 ili shetani kwamba adhihirishe tabia yake kwamba yeye ni mdanganyifu na ni muuaji. Ndio maana Yesu anawaambia nyinyi watoto wa baba yenu ambaye ni baba uongo na mwanzilishi wa nani? Wa huo. Maana hakuna huo ukweli aliyopatikana ndani yake tangu zamani. Tangu kuumba mwanzo wa dunia. Kwa hivyo ili kwamba huyu shetani Yesu anamfahamu, hapo anagoja hata tangu mwanzo wa dunia. Lazima malaika wangepewa wakati wamuelewe Mungu na waelewe uasi ambao shetani anafanya. Na kama Mungu angekuwa shetani basi ungetokea shetani mwingine. Hello? Maana sasa saa hii njero mimi nikifanya makosa, niambie toka nje hii kanisa nifukuzwe. Hawa wengine wajaelewa nilifanya makosa gani? Utakuta siku nyingine Warudhi wamefanya makosa kama ile. Si ndio? Ama aseme Njero anataka tumsikizange yeye peke yake. Ndio maana watalisikia kuna mtu ako na different opinion akamfukuza. Hello? Alimfukuza ndio yeye hataki tumsikize. Ndio maana Mungu akasema sasa hata nimwachilie ni shetani anjieleze vizuri na alafu malaika washuhudie ni nini, kwa nini na hata ni nini kitamwangamiza shetani. Wanadamu waelewe. Tuko pamoja? Happy Sabbath? Happy day? Hicho ndio kilifanya Mungu asifanye nini? Asiache shetani akakufa ule wakati. Baada akamuonyesha huruma sana. Na kulikuwa na wakati wa shetani kutubu. Alipewa wakati mbinguni atubu. Ukisoma Spirit of Prophecy inasema shetani alifikia hata mahali akaona mwenyewe ameasi. Hello? Na akatamani sana kutubu shetani mwenyewe. Lakini akiangalia kwamba wale walikuwa amewadanganya watamuinukia, wamuulize hukumu umekuwa ukitudanganya. Akasema siwezi nikatubu. Kwa maana nimedanganya
wale malaika wa Mungu mbinguni, anasema ako na 10,000 of angels mbinguni, malaika 1000 mara 10,000 mbinguni, na amechukua wana ubadhiriwa yao. Sasa kuna hao malaika wote nyuma yake, plus kuna vizazi vya damu ambavyo amevidanganya, alafu akuja kuviambia ile niliwaambia ilikuwa scam. Hayo akaona hapana, na mlango wa rehema wa shetani kutubu ulifungwa wakati Yesu alikufa msalabani. Kwa maana malaika hawakuelewa mbinguni ni kwa nini Yesu akakuja duniani na mbona huyu shetani ni nani. Lakini malaika waliposhuhudia kwamba Yesu amekuja, mwana pekee mteule wa Mungu, shetani amemuua akamtundika mtini bila kosa, ndio wakakuja kuona kumbe shetani kweli ni mdanganyifu, amemdanganya na amemuua mwana wa nani? Wa Mungu. Na kwa hivyo kupitia pale Yesu akasema imekwisha. Yesu alisema imekwisha nini? Imekwisha kuamuliwa kwamba shetani zao lake ni kuangamia nini? Milele. Mlango wako wa rehema umefungwa. Tena imekwisha wanadamu kuokolewa. Hello? Shetani ataangamia, lakini wanadamu wokovu umefanya nini? Umepatikana. Ndio maana Yesu anasema imekwisha. Damu yangu kumwagika tu imetosha kuwaokoa. Tuko pamoja? Haona kuonyesha kwa mafungu sasa juu nimekuambia mengi. Unakosa yako kwa maandiko gani? Yako kwa maandiko yote haya ninyi hamsomi. Nitakusomea katika kitabu kingine, The Spirit of Prophecy. Ni nini Yesu hata kilimuleta duniani? Katika kitabu cha 2 MCP, nakwambia vile kinaitwa kwa kifupi 6:11-14. 6:11 verse 4.4. Mind, character and personality. Hili kitabu ambacho tunakisoma 6:11 paragraph 2. Hili kitabu ambavyo vimeandikwa vya unabii, kila mtu anapaswa kusoma, si wa Adventista. Hello. Hivi si vitabu vimeandikiwa Adventist Church. Hivi vimeandikiwa dunia mzima. Kwa sababu unabii 2 MCP 6:11 paragraph 4. Hello. Tuko pamoja? Inasema hivi. Unselfishness, the principle of God's kingdom. Mungu si Mungu mwenye tamaa. Hapana, kama kuna tamaa huko kwa serikali ya shetani. Is the principle that Satan hates. Mungu hapendi tamaa mbinguni. Mungu anajipenda mwenyewe. Vile shetani apenda yeye apendi anasifiwa. Hiyo tabia Mungu haipendi mbinguni. Hiyo sheria ndio shetani afanya nini? Anaichukia sana. Its very existence he denies. Na shetani anakataa kwamba hiyo sheria ilikuwa bila tamaa. Anasema hakuna sheria kama hiyo. From the beginning of the great controversy, he has endeavored to prove God's principles of action to be selfish. Kwa hivyo shetani anataka kuonyesha Mungu kuwa Mungu ni mbinafsi. Hello? Mungu anataka tu tumuombange yeye. Sabato hata sabato, mwezi mpya hata mwezi mpya. Shukuriwa Mungu imindiwe, fanywe nini? Mungu peke yake ndiye ana rule everything. Shetani anasema Mungu sasa Mungu ako na binafsi sana. Hello? Na hiyo ndio msingi, na msingi wa Mungu ni ana ubinafsi, ana tamaa yoyote. Lakini shetani hicho ndio anadai serikali ya Mungu iko na nini? Iko nacho. To disprove Satan's claim is the work of Christ and all who bear his name. Who bears his name? Ni nani wanabeba jina la Yesu? Wa Kristo. Maranatha. Yesu anaitwa nani? Yesu Kristo. Si ndio? Kwa hivyo kazi ya Yesu na wale ambao wanaitwa jina lake ni kurekebisha madai ya shetani. Happy Sabbath. Happy day. Kama shetani anadai Mungu kiti chake hakina haki, hakina huruma. Kazi ya Yesu ni kudhihirisha Mungu ana haki na ana huruma. Na hiyo ndio kazi ya wale wanaitwa kwa jina lake ambao ni nani? Wa Kristo. Ndio maana nakwambia huu ujumbe hujaandikiwa wa Adventista, umeandikiwa kila mtu anayekanishwa na jina la nani? La Yesu.
So hizi vitabu hatuzipaswi kuzificha hata ukihubiria mtu ambaye haamini wa Adventist. Hello. Hajaandikwa message to the Adventist church. Message to all believers. So mfundishe. Kwa sababu ukimwambia mnyama yeye mnyama Biblia ataielewa. Mwambie kuja hapa kwa Bible. Utaona wapi? Utaona mnyama ni nani? Maji ni nini? Kaaba ni nani? Hivi vyote utavielewa. Hello. Happy Sabbath? Happy day. Hii lesson ni kubwa, nitawafundisha kama lesson mingi, lakini mtakuja kuzielewa tu pole pole. So hiyo ndio kazi ambao sisi wa Kristo tumeitiwa. Nataka sasa tukuja kusoma kitu kingine hapa, kitu kimoja. Na ambacho ningependa tupitie hapa kwa sababu naona wakati wangu unakwisha sana. Kama muda wangu umeyoyoma. Kuhusiana na Mungu, ningependa tuelewe kitu kingine kimoja. Nataka tuulizie Mungu aliumba ile tunda, si ndio? Happy Sabbath? Na aliambia Adamu asikule, si ndio? Wakati ambapo Mungu aliona Adamu akienda kushika tunda. Hiyo ni kitu ambacho hauwezi danganya. Mungu aliona Adamu anaenda kukula nini? Hata wakati anamuuliza uko wapi, sisi Mungu huwa anamuona, lakini alitaka Adamu aelewe ni nini hasa amefanya. Happy Sabbath? Happy day? Sasa nataka tuulizie hivi. Kama Mungu alifanya nini kuhusiana na kitendo cha Adamu? Ama kwa nini Mungu hakushika Adamu? Kitabu cha Patriarchs and Prophets. Patriarchs, wazee na manabii. 49. Paragraph ya kwanza. Ningependa tusome pale, tukaweza kuona ni kwa nini Mungu hakushika Adamu asikule ile tunda. Inasema hivi, God placed man under law. Au Mungu aliweka Adamu chini ya sheria as an indispensable condition of his very existence. Alimwekea sheria usikule tunda. Na hiyo ndio sheria ingemfanya Adamu aishi. Hello. Ile sheria inafanya nini? Adamu aishi. Tunaelewana? Nasema hivi, you are subject to the divine government and there can be no government without law. Hakuna serikali ambayo haina sheria. Kunayo? Serikali ya Kenya iko na sheria. Serikali zote ziko na sheria. Na serikali ya Mungu ambayo Adamu alikuwa kwa hiyo serikali kwa inasema aje? Usikule tunda na ukikula utakufa. Hello? God might have created man without the power to transgress his law. Mungu angeumba mtu akiwa hana uwezo wa kuvunja sheria yake. Maana sasa mseme Mungu ameunda sheria. Au ni Adamu kama kitu haiwezi kuvunja sheria. Hello? Unaona vile ng'ombe iko? Ukisema ama umeumba, unaona kama vile umesema sasa sheria hapa inasema msipige kelele. Tuseme hiyo ndio sheria ya hapa, si ndio? Kwa sababu Mungu ni wa uwezo wote na anasema hapa ni msipige kelele. Angeumba binadamu bubu. Badala sasa ikwe bubu hawezi akavunja sheria ya usipige kelele. Kwa jamaa si kweli? Hello? Happy Sabbath. Na bado alikuwa na uwezo angeumba mwanadamu anayefanana kama ng'ombe. Ana akili. Kwa hivyo angeenda kupanda. Umeona ng'ombe amepanda kuchuna matunda juu. Alikuwa na uwezo wa kumuumba mwanadamu hivyo. Lakini Mungu hakufanya nini? Hakufanya hivyo. Kwa nini? Tunataka kusoma hivi. He might have withheld the hand of Adam from touching the forbidden fruit. Mungu alikuwa na uwezo angeshika mkono wa Adamu hata asiliguze lile tunda. Maranatha. Ajua mnasikia kama mageni. Mungu alikuwa na huo uwezo, angeshika mkono ama hata uvunje. Usikule hiyo tunda. Lakini hakufanya hivyo. Kwa nini? Tunasema hivi, he might have, inaendelea kusema hivi, but in that case, man would have been not a free moral agent, but a mere automaton. Kwa hivyo kama Mungu angefanya hivyo, mwanadamu angekuwa na freedom ama angekuwa na uhuru. So mngeanza kufanya wao kama zile za mzungu. Mkipigana mkue watu huru. Lakini Mungu alimuumba akiwa na uhuru wa nini? Wa uchaguzi.
Imagine wewe nje uambiwe niende ukuja kanisani na usipoenda kanisani tunakuua. Hiyo sheria iko na uhuru? Hapana. Ndio maana sasa Adamu angeambiwa usikule hii tunda isiwe hivyo. Ukienda huko unachapo. Angekuwa na uhuru. Anasema mimi ningeenda pale lakini vile Mungu ananichapa. Ndipo mtoto huyu anasema, mimi naweza kula hii sukari lakini mtu mama atanichapa sitakula. Sasa yeye akulani sukari. Ni vile mama anabayanga nini? Anamchapa. Kwa hivyo huyo mtoto hana uhuru, kwa hiyo familia amefinyiliwa wewe hii sukari bwana ni yakuweka kwa chai. Ama usikule. Mungu angefanya hivyo ingekuwa tu mwanadamu ni kama mashini. Kama kisiagi tu. Ukiekelea ukigurumisha inaguruma. Ukizima inazimika. Kwa hivyo mwanadamu angekuwa anakontroliwa kama kompyuta ama kama laptop. Kenye unaiambia ndio itafanya. Umenielewa? Hapo ungekuwa na uhuru. Hapana. Kwa sababu huyo anaweza chagua yeye ona kiatu amevaa ni hiyo, si ndio? Yangu nimevaa ni hii, Njero amevaa ni ile. Haweza ukuja kwa hiyo useme hii lazima hii yangu ndio utavaa. Sio na yeye anakuwa na uhuru, angevaa yake. Ndio maana Mungu akapea mwanadamu akili. Ndio maana tofauti ya mwanadamu na mnyama ni nini? Ni akili. Hata Biblia inasema mwanadamu ambaye hana akili ni kama wanyama wapoteao. Yaani Biblia si mimi. Akili. Hapo ndipo tofauti Mungu alitofautisha mwanadamu na mnyama. Hapi sawa? Usikuwa kama ng'ombe ufungiango upeleka kamba, ndio maana Mungu akakumba mwanadamu. Na lana inasema hivi, without freedom of choice, his obedience would not have been voluntary but forced. Kwa hivyo kama mtu hana uhuru wa kuchagua, inakuwa hata kama atii kwa sababu anapenda. Anatii kwa nini? Kwa sababu analazimishwa. Unanielewa? Kama saa hii ukienda pale una watoto wanaenda shule na mwingine anasema mimi talent yangu hata hipo shule. Hello? Anaweza mimi nafanya biashara hiyo ndio naweza. Lakini kiboko ya mwalimu ni soma geometry. Soma nini? Sasa yeye unajua kama huyo mtu kama huyo ana uhuru. Kama movement by running atakimbia. Lakini si vile anapenda kukimbia. Ni mwalimu gani? Amesema. Kwa hiyo Mungu anampea mwanadamu freedom of choice. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa hivyo ndio maana Adamu akapewa tunda, una choice mbili. Ukule au usifanye nini? Usikule. Sijakulazimisha. Na sikulazimishi kuja kanisani. Ndio maana sasa hivi unaona kwa wale wametii sabato. Ni kweli kwa maandiko sabato ndio takatifu. Na nina rafiki na ndugu wengi wanakubali sabato ni takatifu na ni sheria iliyopeanwa na Mungu, lakini kutii hawati. Kwani Mungu atawalazimisha ndio mnajua endeni? Hawatakuwa na hiyo freedom of choice. Kwa hivyo serikali ya Mungu ingekuwa tu ni iko na kasoro. Hello? Tumeelewana hapo? Hizo hasa hapa kidogo. Nasema hivi. There could have been no development of character. Mwanadamu angekuwa na tabia ya kwenda mbinguni. Happy Sabbath. Hello. Nini tofauti ya mtu mzuri na mtu mbaya? Ni tabia. Na tofauti ya watu ambao wataenda mbinguni na watu wataenda jehanamu si kingine, ni nini? Tabia. Watakuwa wa kike, wa kiume kama wewe, lakini watakanyanga motoni. Na ndio maana Mikaeli anaposimama hukumu inaanza wapi? Katika madhabahu. Happy Sabbath. Katika nini? Madhabahu. Inaanza kula viongozi. Tunaanza na pastors, deacons, wahubiri. Hao ndio watu wa kwanza kuingia hukumuni. Hello. Mwalimu. Kwa mwalimu ni jambo nzuri, lakini hukumu yake itakuwa kwa maana yeye ako na responsibility yake, mwalimu ni ya mwanafunzi. Hello. Ndio maana mimi nasemanga, naambia kanisa ukweli mtupu plain. Huyu ndiye Mungu. Mkitaka mfuateni. Na kama ni balieni mfanyeni nini? Mfuateni. Lakini huyo ndiye Mungu wa kweli. Hiyo ndio kanisa linapaswa kuwa. Ndio pastor? Yeah. Plain truth. Happy Sabbath? Plain what? Truth. Kila kitu tunaambianga uongo uwe inafariji.
Hiyo sikudanganyi, ni ukweli. Uongo inafanya nini? Inafariji, lakini kwa muda mfupi sana. Wakati ukweli unapojulikana, kuna kidonda kikubwa sana. Hello? Mfano hivi, chukua na rafiki yako. Mnasaidiana kwa kila kitu, unajua ni rafiki yako. Si ndio? Lakini siku moja akakupea sumu ama akaandaa mtu mwingine akakupea sumu. Ukiingia pale hospitalini haujakufa bado. Wanakutibu unakuwa sawa. Yale madhara atakuachia itakuuma. Itakuuma sana, itakuachia uchungu mkubwa. Kwa maana hiyo ni rafiki yangu. Hapi sababu? Kuliko kufariji mtu kwa uongo, alafu umwachie kidonda cha maisha. Yaani umwambie ukweli, umchome, alafu akiukubali apone milele. Amen? Amen? Tuko pamoja? Namalizia sasa hivi. Hiyo lesoni nitakatia katikati kwa sababu ya muda. Nikisimama mbele yenu tena nitawafundisha hiyo zingine. Nasema hivi, it would have been unworthy of man as an intelligent being and would have sustained certain chance of God arbitrary rule. Ingekuwa ni kitu ambacho akingekuwa cha haki kwa mwanadamu ambaye aliumbwa akiwa na akili. Hello? Mungu akiwa mwanadamu akiwa na akili alafu amlazimishe. Kwa hivyo ingekuwa ni kitu ambacho si cha nini? Si cha haki. Hello? Happy Sabbath? Happy day? Hapo nitakuja kuendelea. Suppose.